Ni wewe mpenzi wangu? Ndiyo baba, ni mimi. Mwanangu, umerudi mapema sana leo. Kulikoni mwanangu? Kuna shida gani kazini kwako? Nimepata dharura. Na vipi kazi yako inaendeleaje huko? Kazi inaenda vizuri tu. Sawa bwana. Niambie. Na vipi? Mbona uko mwenyewe? Hamna baba. Ndiyo, nilikuwa na mwenzangu ametoka nje anaongea na simu. Ni mchumba wangu. Yule ambaye nilikwambia babangu, nimeona si vyema tubaki tunaongea chini ya miti nije kutambulisha mchumba wangu kipenzi cha roho yangu. Baba, ndo furaha yangu. Naomba mpokee mchumba wangu, nampenda sana. Anaidi atanioa mwaka kesho. Ni jambo jema, pia ni jambo la furaha mtoto wangu. Siwezi hata kidogo. Kikubwa awe anakutekea na awe anakupenda. Ananipenda. Na vipi, huwa anafanya kazi wapi? Au anafanya kazi gani kijana huyo mkwe wangu mtarajiwa? Baba, kuhusu kazi mimi sijui anafanya kazi gani. Sijui anafanya kazi gani kwa kweli, sikudanganyi. Sijui. Ila ni salama na ananipenda. Sawa mwanangu. Ndo huyo. Mbona unanijua? Mbona kama kibaka huyu? Shikamoo. Mambo vipi? Wewe, mbona mkosefu wa adabu? Baba mkwe, kwani hiyo imeandikwa kwenye Biblia hiyo? Kaa kwenye kiti basi mkwe. Sio nikaa kwenye kiti, nikaribishe basi. Na kabla wewe kunitambulisha, naomba kwanza utupishe. Mimi nawaacha. Haya baba, mimi natoka nje hapa. Nipo nje hapa. Kwa jina anaitwa Matukuntu mzee. Mimi ndo mchumba real kabisa mtoto wako. Na ulipokuwa unasema yote mimi nilikusikia, japokuwa nilikuwa najua na simu. Mimi sio muuni. Mchumba uchafu. Sio muuni kabisa. Ukimaliza kuongea kijana wangu, ni Mwafrika lazima naomba uondoke. Ukimaliza kuongea naomba uondoke. Sitaki maneno mengi. Hivi kijana, umetoa ujasiri wapi wewe? Nimeutoa matakoni. Bwana nataka nitoe wapi? Unapojiona wewe kabisa unafaa kushinda mambo kama hayo mzee. Mtakuhusiana basi. Mtu kama wewe si kweli, usio na mwanzo au mwisho. Nasema ndoa hamna, na uchumba kuanzia leo ufe. Au ni ya kwako mwanangu. Ukiziona mwanangu mazoea, nitakuonyesha. Naomba usimame. Fungua mlango utoke nje. Unaniangalia, unanitazama, toka nje. Nakwambia sitaki mazoea na binti yangu kuanzia leo na kuendelea. Na nazungumza hivi, hakuna ndoa, hakuna uchumba, hakuna chochote, naomba toka ndani ya nyumba. Haiwezekani. La hasha. Mama yangu. Mzee, shida nini bana? Mbona nipiga ovyo bana? Hebu tuheshimiane basi. Unajua nimekuja hapa kistaarabu. Sasa nirudi hapa nimefanya shughuli mzee wangu. Tafadhali hebu ndani mwangu. Ila sio unaweza kulichafua sasa hivi mzee wangu. Naomba tuheshimiane please. Naomba. Toke. Tula basi. Tula. Lakini mzee unashangaza sana mzee wangu. Mimi sijafanya chochote lakini unanipiga bila sababu yoyote mzee wangu. Kumbuka ni dunia. Na unachofanyia kwako leo nishapitia mambo. Inaweza kukukuta nje pia mzee wangu. Yapi atanikuta mimi? Naomba kaa ufikirie toka kuhusu ndoa inafungwa lini. Toa wewe na nani? Kafunge na dada yako. Basi mimi sina cha kusema. Mkubwa wewe. Mai, ndio nini hivi? Mimi nilikwambia bwana, tusimfuate wazazi wako, kuachana mambo ya wazazi wako, kusha kwa mtu mzima bana. Ona mambo yalivyotokea sasa. Nafika toa babako ananipiga mimi makofi. Mimi mwelekeze babako vizuri. Mimi sichezagi na kima. Anaweza kukosa nywele zake na ndevu sasa hivi hadi kope. Mai, kwani kuna nini jamani? Mimi nilijua tu baba alivyonitoa nje. Hapo hivyo alikuwa haja kukubali kabisa babangu. Yaani babangu ana mambo mengi sana. Mimi ndo mchumba wa 3 hivi anafanya mambo kama hayo. Na zamwe sikubali kabisa mpenzi wangu. Lazima tuoane. Lazima tuoane. Basi tuondoke nyumbani kwetu. Wewe fanyishe chochote tu, lazima tuoane. Sasa shazoea hali yake, mimi nitazikia nyumbani. Naye nitamfundisha jinsi ya kuishi. Mzee, unajua niliyeyusha sana nyumbani kwako wewe. Unajua niliyeyusha sana nyumbani kwako. Sasa leo nataka uniambie kitu kimoja. Mtoto wako nitamuoa si muoe? Ninavyokuona utamuoa. Hapo vizuri. Basi mwanangu utamuoa. Ili basi umeweka misumari, umeweka chuma. Naomba kwa mstaarabu basi. Shida hii siku hiyo nilikuwa sio mstaarabu. Sasa mzee, ndio mkwe. Nataka upeleke taarifa kwa kima wenzako. Ndio nitafanya. Na kuanzia sasa hivi na kuendelea
mke wangu anaenda kwake ambapo ni kwangu mimi. Hivyo basi tarehe 25 ndio siku rasmi. Ndio mkwe, tutafunga ndoa, yani tutafunga ndoa. Ndio utafanya kuanzia muda huu. Ndio imeandikwa mkwe, Yohana 6 mstari wa 7 imeandikwa hiyo. Nataka nikuonyeshe ubabe sasa, wewe popote unapojua wewe. Mimi ndo nguli. Hamna mkwe, haina haja ubabe mkwe wangu, imetosha. Feli. Nasikia wewe. Afu nikwambie kitu kimoja mzee, unanisikia? Yaani kuanzia sasa hivi mtoto wako ashaolewa. Na ufanye tunachokijua wewe. Unanisikia mpumbavu wewe, upala. Baba mkwe mshamba kabisa. Yaani wewe unajiheshimu kweli, umekuja kuheshima zote. Mimi ni mshamba. Hebu toka hapa. Hata simu sijui kuwasha baba. Wape taarifa huko. Haya, kama umelewa hebu nikumbatie. Hapana mkwe, unanuka joto. Kwa hiyo mzee unajifanya unaniweza sana, si ndio? Au kusema na kuongea kistaarabu. Unaona unaniweza sana, unanikim sana, si ndio mzee wangu? Hapana kamanda. Wewe. Oya. Wewe unamuita oya mkwe huyo. Mama yo. Kijana, usione kama umeweza sana. Mambo ni mkono wa kubaliano. Sitaki maneno. Polisi ni wadem zangu tu, polisi hamna kitu. Mahabusu panakuhusu. Leta polisi mkono. panakuhusu wewe. Wewe. Leta Unisikii? Allah.